Shalom shalom mtu wa Mungu. Ninamshukuru Bwana kwa ajili yako na ninakusalimu katika jina la Bwana, jina lipitalo majina yote. Siku hii ya leo imempendeza Bwana niwe na neno jema kwa ajili yako ambalo litakubariki, litakutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine. Ninatamani nikufundishe kitu kinachotoka katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 22 ule mstari wa 21. Biblia inazungumza kwa habari ya mafanikio, lakini inaonesha tabia moja ya mwanadamu ambaye mwanadamu huyu anapoteza kiwango chake cha kumsikia Mungu, au tabia yake ya usikivu kwa Mungu, au anapoteza namna vile anavyotakiwa kumsikia Mungu kwa sababu tu huyu mwanadamu amefanikiwa. Ni kawaida ya wanadamu katika jamii zetu, Mungu akikuinua, Mungu akikubariki, Mungu akikupa afya njema, Mungu akikupa amani, Mungu akikupa utajiri, Mungu akikupa huduma kubwa. Tumekuwa tukishuhudia watu wengi sana wakijawa na mioyo ya majivuno na mioyo ya viburi, wakijawa na hali ya kuona kwamba wao ndio kila kitu katika jamii zetu. Yamkini na wewe umewahi kupitia hali kama hiyo. Wakati Mungu alipokupa kazi, ukapitia hali fulani, hujisikia hata kumshukuru Mungu. Hujisikia hata kusema hii nilipofika hapa au hiki nilichokipata ni kwa neema tu. Lakini unakuwa ndani yako unasikia kama vile ni kwa nguvu zako, ni kwa akili zako, ni kwa uwezo wako umefika hapo ulipo. Leo nimekuletea dawa ya hali ya aina hiyo ya huo moyo. Nitakufundisha ni kivipi utatakiwa kufanya ili kucontrol moyo wako, usijawe na kiburi na majivuno na hali ya kutotaka kumtii Bwana wakati Mungu atakapokuwa amekuinua na amekupa huduma kubwa, amekupa familia nzuri, amekupa fedha, amekupa mali, amekupa kibali, amekupa neema tofauti tofauti katika maisha yako, kwamba nini unatakiwa ufanye. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 6:21, Biblia inazungumza kitu cha ajabu sana. Inasema hivi, hazina zako zilipo ndipo na moyo wako utakapokuwa. Tafsiri ya hili neno ni nini? Ni kwamba kule ambako sadaka zako zitaelekezwa ndiko kule ambako na moyo wako utakakoelekezwa. Ni kwamba wakati utakapokuwa umefanikiwa, jifunze kumtolea Mungu sadaka, kwa sababu sadaka katika ulimwengu wa roho huwa zina tabia ya kubeba moyo wa yule aliyetoa sadaka, kuupeleka kule ambako sadaka zile zimeelekezwa. Nikimaanisha kwamba wakati utakapokuwa umefanikiwa, utakapokumbuka kumtolea Mungu sadaka, zile sadaka zinaubeba moyo wako, zinaupeleka kwa Mungu. Sasa kwa Mungu hakuna kiburi, kwa Mungu hakuna majivuno, kwa Mungu hakuna kuwaona wengine hawafai, ila kwa Mungu kuna unyenyekevu. Kwa hiyo tutakachokiona kwako ni kusema kwamba hapa nilipofika sio kwa nguvu zangu, sio kwa uwezo wangu, sio kwa akili zangu, ila ni kwa sababu Mungu ameniona na amenipa neema nikafika mpaka hapa nilipofika. Ndugu mpenzi msikilizaji, jifunze kumtolea Mungu sadaka wakati atakapokuinua huyo Bwana. Hizo sadaka zitauchukua moyo wako na kuupeleka kwa Mungu, na ghafla utaanza kuwa mnyenyekevu, na ghafla utaanza kujishusha, na ghafla utasema Mungu aongezeke na wewe upungue. Ninakutakia tafakuri njema ya siku ya leo. Mungu wa mbinguni akubariki sana.